Alright. Karibuni sana. Naitwa Charles Nduku, corporate trainer and announcer. Karibuni kwenye darasa letu. Tunaendelea kujifunza, tunaendelea kukua, tunaendelea kuwa baraka kwa watu wengine. Yeah, so leo nataka nizungumze kidogo kuhusu focus. Namna ambavyo focus imekuwa, of course, najua to remain focus is not a joke. Watu wengi tunaanza vitu lakini tunashindwa kufika mwisho. Tunabadilisha uelekeo katikati hapo. Lakini what I want to say, focus ni conviction, ni kuamini kwamba mimi jambo hili litatokea. Hata kama matokeo huyaoni sasa hivi, na huo ndo mtego mkubwa. To remain focused. That's very key, kwa sababu watu wengi unakuta tumewajua kwenye darasa lililopita tulijifunza kuhusu branding. Watu tumewajua kwa hili, yani namjua huyu fulani muuza vitenge, lakini baada ya muda mfupi ukimfuata anakuambia bana niliacha bana, siku hizi nachoma mandazi. Sio mbaya kufanya vitu vingi, lakini natamani leo nikulifaa kwenye jambo fulani, baada ya muda fulani niweze pia kukuta ukifanya kile kitu hata kama unafanya kitu kingine. So focus is one of the biggest problem we have right now. Tuna switch sana, you switch from this space to this space kwa sababu ya kukosa focus, kukosa kusimamia jambo lako, yani kulishadadia mpaka litokee. Na mimi ninaweza kuhakikishia tu dunia inatekwa na wenye nguvu. Usipokuwa na nguvu na kuweka focus kwenye jambo lako, mambo mengi yatakwama, kwa sababu if you don't focus you can't see the results. So make sure you have a maximum focus. Na maana ya focus nini? Focus maana yake ni finish what you start. Maliza unachokianza. Na kwa nini watu wengi sana focus inakuwa ngumu kwao? Na moja ya sababu ni, cha kwanza, unakiweka lengo. Kwa mfano, nasema mimi nataka niweke lengo la kusave milioni 500 baada ya miaka 10. Hilo ndio lengo lako. Sasa ukihitaji milioni 500 kwa pamoja, inawezekana ni amount kubwa kwa level ulionayo sasa. Lakini ukigawa hiyo milioni 500 kwa miaka 10 kwa mwezi, inawezekana kabisa. Sasa maana yake nini? Ukiwa na lengo la kufanya kitu fulani, hebu anza kwenye step ndogo ili focus yako isiwe disturbed na lengo kubwa ambalo linaonekana kama haliwezekani. Sasa ndio maana hata leo namba za zetu za simu huwezi kusikia mtu ataje namba yake ya simu 07 milioni 500 70 ngapi mia ngapi. Ya 07 62 91 81. Lazima utaje kwenye groups. Kwa nini? Kwa sababu human brain, akili zetu inatamani kuzivunja zile taarifa kwenda kwenye groups, kwenye chunks, ili uweze kuzikumbuka kirahisi. Sasa na wewe ukiwa na lengo lako kubwa, una focus kubwa, igawe kwenye vipande vidogo ili brain iweze consume on daily basis wakati unaelekea jambo lako kubwa. So that is very very important trick you need to have. So you have a bigger plan. Start breaking that plan into pieces that isikutishe pia, usikufanye uone nitatoboa kweli, nitaweza kweli, lakini eventually you reach your goal. So remain focused in that whatever you do. Remain focused, kwa sababu that eventually at the end you will see the result. Na nilikutana na rafiki yangu mmoja, mkurugenzi wa kampuni moja, akaniambia, Charles, all the good things happen at the end. That was a very profound statement to me. It really moved me a big time, kwa sababu anasema vitu vyote vizuri na vikubwa viko mwisho. Sasa ukipoteza focus mwanzoni, you miss that beauty of it. Na hata watu wanapenda adventures. All the good views zipo kwenye the top peak. Ukipanda mlima Kilimanjaro, ukitaka upate ile the niche of the view of it, lazima ufike kwenye peak kule. Kwa maana yake vitu vyote vizuri viko mwishoni. So but how do you remain persistent and focus on that, something that you want to achieve? That is the most profound and most important part of it. Kwa hiyo nitamani kuzungumza maadui watano, the 5 enemies of focus. Maadui hawa watano
na nitakupa namna ya kukusaidia kuwashinda. Najua unaweza kuwa na adui mmoja na kusumbua katikati hapa. These are the 5 enemies of focus. Number 1, adui wa kwanza kabisa wa kufanya wewe usiwe focused ni distractions. Distractions, vitu vinavyokutoa kwenye uwepo. You just want to be productive at work, eventually unakuta message ya WhatsApp imeingia inakuuliza mvua huko imenyesha. These are distractions. Hizi ni sauti, ni kelele za kutoa kwenye uwepo for you being productive. Distractions. Sasa hivi simu inaonyesha kwenye global stats inaonyesha smartphone is one of the biggest time waster at workplace. By 50% inakula muda wetu kazini. Watu wanashindwa kuwa productive kwa sababu ya hizi simu. They are smart, so they are smarter than us. So you really have to go beyond distractions. Njia mbovu unakokaa inaweza kuwa ni obstacle, lakini usingizi ni distraction. Kuna tofauti kati ya obstacle na distraction. Distraction is something that is within your reach and yet it holds you back. So usingizi ni distraction. Kulala sana ukachelewa kazini, usingizi ni distraction. Ukakutana na foleni, probably inaweza kawa ni distraction, lakini ikawa ni obstacle, lakini unaweza mitigate. Unaweza kawahi ili foleni usikutane nayo barabarani. So I know that. So distraction is one of the biggest problem we have. So you must go beyond that distraction. Lazima uende zaidi ya hiyo. Kama ni simu, make sure you turn off your notifications, remain focused. Nilikuwa naona report moja juzi inaonyesha the scroll. Yaani mtu anaweza scroll kutokea Dar es Salaam mpaka Morogoro kwa siku. Yaani kilomita 250. Yaani kutokea hapa mpaka mpaka Morogoro, kutokea Dar es Salaam mpaka Morogoro ana scroll tu. Yaani mkono wake kuunganisha hivi unafika Morogoro. So you can see how much the smartphones are taking out our time and our prime time to be productive. So make sure you go beyond you win all the distractions. Sababu ziko ndani ya control yako. Kuna watu wakitaka kusave tu hela ananiambia jamani sasa bia inakuaje? Sasa those are the distractions ambazo they come along. Zinakutoa kwenye focus yako ya kutimiza jambo lako. Kwa shinda hizi vurugu zote hizi. Dunia ina kelele nyingi sana. Ukizisikiliza ambazo na mara nyingi hizi kelele ni immediate gratifications. Yaani ni matokeo sasa hivi. Yaani matokeo ya sasa hivi. Yaani leo ukiwa na shilingi 5,000 alafu na shilingi 5,000 unataka uile au uitunze, uisave. Brain nakwambia kula sasa hivi. Kwanza ukula sasa hivi, kula chocolate ni tamu sana. Lakini ukiweka hii 5,000, hii 5,000 itakusaidia baadaye utaweza kununua kitu kingine kikubwa zaidi. Lakini nakwambia sasa baadaye utakuwepo. This is a distraction. Inakutoa kwenye the focus of the goal that you want to achieve. So make sure you remain focused. Go beyond all the distractions that comes in the way. Number 2, enemy of focus, doubt. Doubting yourself. Yani hii ni moja ya dream killer mkubwa kwenye maisha. A lot of dreams have been killed by doubting. People doubt themselves. Yani nitaweza kweli hii kazi niombe kweli? Yani mimi mbona sina vigezo? Mbona na vigezo 4 na wameomba vigezo 6? Yani you doubt yourself. Let people doubt you because you have no control that, but never doubt yourself. Yani acha watu wakusema hutaweza. Watu wakisema acha watu wawe na wasiwasi na mashaka juu yako, lakini kwa sababu ni wao na huwezi kuwa control wewe. Lakini never doubt on yourself. Never doubt your capacity. Sababu iko hivi, ukisema mimi siwezi, wewe ukisema huwezi wewe, inahitaji watu zaidi ya 300 kuja kuitoa hiyo siwezi, ambao hutawapata kuja kutia moyo. Lakini ukisema mimi naweza, hata wakisema watu 300 wengine huwezi, you will still persist and you still do it. Never doubt your capacity. Never doubt yourself. Najua kuna watu wengine malezi tuliokulia tumekuwa na trauma nyingi sana, from the parenting. Tumeambiwa hatuwezi, tumeambiwa na maboyfriend na magirlfriend na wake na waume kwamba sisi hatujiwezi, hamna kitu tunaweza kuproduce kwenye maisha.
imefika hatua ile doubt ya nje imeingia ndani yako, na wewe unaanza kujiona tena you can't do anything in life. No, please. Hakuna mtu mwenye mandate ya kukwambia huwezi kufanya chochote. Mwenye mandate ya kusema unaweza au huwezi ni wewe mwenyewe. So, na unajua mtu anafikia hatua anasema watu wengine wamebarikiwa kuliko sisi, kwa hiyo mimi ndio hivyo. Mungu huyo sio Mungu wa kupendelea. Yaani huyu Mungu hawezi kuwa Mungu wa Mvomero tu na Shinyanga na wapi. Ni Mungu wa kila mahali. God has blessed us same. Hakuna aliyebarikiwa zaidi ya mwenzie. The difference is, can you frustrate that grace that is inside yourself and bring results? Ndo hapo ndo focus tunatofautiana. Mwingine yuko focus na jambo lake mpaka litokee, wengine tunavuruga katikati hapa, tunashindwa kufanya. So make sure you have a compelling reason to keep you going no matter what. Na ukimwangalia kwa mfano maisha ya Simba sio Kariakoo, huyu Simba wa Polini. Anaweza kumuona elephant ni mkubwa mno 10 times 20 times. Yaani ni mkubwa mno kwa Simba. Lakini yeye anachokiona pale anaona ni chakula. Hawazi chochote, hawazi kufa, hawazi chochote. Never doubt its capacity. Yaani hajawahi kudoubt uwezo wake. Ana face to the giant. Whatever comes, anaweza ka win, anaweza ka lose. And that's how life should be tackled on. So never doubt yourself. Number 3. The enemy number 3. Disorder. Vitu kutokuwa kwenye mpangilio. Nikupe tu waza na mimi pamoja. Ukienda lodge, hotel kulala. Ukilala hotelini au kwenye nyumba yote ya wageni, unakuta chumba kimepangwa vizuri. Kuna hoteli zingine unakuta na Biblia wamekuwekea pale pembeni, kuna Biblia iko pale. Unasikia wow, unalala usingizi mzuri, unaenjoy yani wa kuamshwa. Lakini chumbani kwako wewe, piga picha, rudi chumbani kwako. Unawaza, unaona hapo kuna nguo imeondoka chini, kuna kapeti halijakunjwa, kuna nguo hazijafuliwa, kuna sabuni mweka kidogo, kuna mtoto alikuja kala mhindi akauacha hapo. There is a lot of disorder of the stuff in the room. So that brings you out of focus to get a proper sleep. So that's the magic. Kwa hiyo if you put your bed smart, organized, in order, so it will bring you the focus to have a good sleep. Ndio maana ukienda hotelini unalala usingizi mzuri because the room is in order. So disorder is one of the elements that keeps you out of focus. As you have your day, make sure you know your roadmap. Naamka asubuhi naanzia wapi, nafanya nini? In a day is orderly. Najua mimi asubuhi nitamkia ofisini, nitamwona mteja X, nikitoka hapo nitarudi hapa, nitakuwa na kikao. At least you have a roadmap. Unajua naelekea hapa. Sasa kuna watu wanaamka yani kukucha tutaona. You want to be focused. Yani uwezi. Utasumbua tu watu na manabii wa kuombea na wachungaji na mapadri na mashehe wapige dua because you don't plan your stuff. So make sure you have, ukiwa na rafiki ambaye ukimpigia simu unamwambia oya mwanangu tuanze Karume. Wewe tu. Huyo rafiki muogope. Yaani mtu ambaye haangalia ratiba yake. Bana subiri kwanza niangalie ratiba yangu inasemaje hapo. So you need to have order of your day, order of you focus, you have a focus. So that is the enemy number 2. So make sure, number 3, make sure you order yourself, order your day, order your months, order your year. Ndio maana tunapanga mwaka, unajua mipango ya mwaka mzima hatuwezi kuishi. Basi hata ya siku au basi ya mwezi, basi ya wiki. So make sure you have order, you have a move that is in order, in shape. Na definitely you attract the same people. Adui namba 4 wa focus ni discouragement ambazo unaweza wewe mwenyewe ukawa unajibit au unaweza ukasikia kutokea nje. Namna ambavyo watu wanakuambia wewe huwezi, ukifanya sana kazi wanakusema ofisini. Na uzuri sisi binadamu tu ufanye usifanye tutakusema. That's one is guaranteed. Ofisini watu wanaofanya sana kazi au mfanyakazi akija mpya anasemwa, anasifa na why.
Nafikiri ofisi ya kwake. Yani those are the key words ambazo utasikia unaambiwa umejipendekeza. And all types of discouragements ambazo zinakuja. Ukifungua biashara utaambiwa utaweza, kwenye familia yenu kuna mtu anafanya biashara wewe. Haya ni maneno yote ya watu kukuonyesha kwamba haiwezekani. Na ukisikia sauti ya nje inayosema chochote negative, chochote ambacho hakiwezekani juu ya jambo unataka kulifanya, usiruhusu. Do not allow that. Usiruhusu hiyo hali itokee. Naomba ushinde. Useme mimi naweza and I am going to do it no matter what. Kama ulishindwa wewe, mimi sio guarantee ya wewe kushindwa na mimi nishindwe. Inawezekana wewe ulishindwa kwa namna yako na mimi nitashindwa kwa namna yangu, au nitafanikiwa kwa namna yangu. So na kushindwa kwenye maisha ni sehemu ya kujifunza. Hatuseme kushindwa, tunajifunza. It's a learning phase. You learn. Hasa kama haukosei, haushindwi, maana yake haufanyi chochote. Kwa hiyo remain focused. Dunia imejaa shuhuda nyingi sana ambazo za watu kushindwa, za watu kwamba haiwezekani. Ni nyingi sana. Ukitaka kusikia watu wanashuhudia mambo ambayo hayawezekani, unaweza kaongea mpaka asubuhi. Lakini ukiambia washuhudie vitu ambavyo vinawezekana, inawezekana ni wachache wa kuambia, na ambao wengine wameweza wanaweza sikwambie. So discouragement haitakiwi kuwa kufanya kutoe kwenye focus. Kuna jambo unataka kulifanya kwenye maisha, people will have something to say on whatever that you do. Do not allow the external voice coming in and ruin your focus. Na ukiona boti yote imeanza kuzama, boti iko kwenye maji, hiyo ina float kwenye maji, ikianza kuzama tu, maana yake nini? Maji yameshaanza kuingia ndani ya boti. Ukitaka utoke kwenye focus, ni kuruhusu sana mawazo ambayo hayajengi yaanze kuingia kwako. Definitely utaondoka kwenye focus ya kile ambacho utakuwa ukifanya. So make sure remain in the lane, remain focused, keep that focus on. Ukiona ukiendesha gari full tank, you don't care the dashboard. Lakini siku ukiendesha gari taa ya mafuta inawaka namna hii kwenye dashboard, macho muda wote hapo kwenye dashboard, you are always looking at at that dashboard kwamba nitaweza kutoboa na mafuta ninakoenda. So we need that focus ya ukiendesha gari mafuta yameisha, you always look at that. All the eyes on the prize. Watu wote wanaofanya vizuri kwenye maisha huko duniani sio kwa sababu wana akili kuzidi wewe, ni kwa sababu wameweza ku remain focused pia. They remain focused no matter the words they were there. They always show up. They will always come up. They will always be there to make things happen. Now, the last enemy, adui wa mwisho wa tano wa focus, anaitwa delay. Vitu kuchelewa. Na delay of the stuff, delay of the results, delay of the expectations is a testament of the conviction you have over the cause that you're taking on. So vitu vikichelewa vinapima, do you really mean this business? Are you into it? Au umekuja tu kujaribu kuona if you can do it and you don't mean it? Kwa hiyo umeenda kulima mwaka wa kwanza, umevuna, hujapata faida, unaona sidimi tena, mimi sifugi tena, unaacha. So delay is a testament of your conviction. Mimi wakati naanza kufanya kazi ya corporate training, nimeanza kufanya kazi 15 years now in the market. Super focused. It doesn't mean kwamba sifanye vitu vingine behind the scene. I do, but my flagship business is into corporate training. But I can tell you the first 5 years it was full of delays, it was full of chaos. But I remained focused. Kwamba this is my line and this is my calling. I will do whatever it takes to make sure nafikia hiyo. Na binadamu sisi duniani tumekuja kufulfill purpose zetu ambazo kila mmoja nayo. Kila mtu ana kusudi lake kuja duniani. Sasa
kusudi lako lazima ulisimamie. Lazima ulisimamie, lazima ulifanye, lazima kangamale haswa, you know, no matter the delays. Na delays kama nilivyosema zinapima. Watu wengi hata kwa Katoliki tunaamini tunasoma Biblia, tunaamini tunamuona baba yetu wa imani Ibrahimu alisubiri miaka mingi sana kupata mtoto, lakini kuchelewa kote kule hakujawahi kumtoa kwenye focus yake ya kuamini kwamba kwa imani yake kwamba Mungu ni baba. Ile focus ilikuwa kwa imani yake. At the end akapata mtoto. Sasa ukiangalia sisi kwenye maisha kila siku, of course tunakutana kwenye maisha yetu ya kibinadamu, kwenye ndoa mnachelewa kupata mtoto kwa namna moja au nyingine. Kuna baadhi yetu wanatoka kwenye focus ya kumwamini kwamba Mungu anaweza kutenda. Sasa maana tunasema delay inapima your conviction on your face. You are tested, unapimwa. Do you mean it? Do you unachosema kweli Yesu ni mwokozi wa maisha yako unamaanisha? Umeshakutana na delays na ukaamini bado? So na hiyo kwenye spectrum ya faith na nini is another discussion, lakini kwenye upande wa maisha yetu ya kila siku, unaweza kuanza biashara yako haifanyi vizuri, kwa remain focus, keep on improving, eventually you see the business grows as far as focus is concerned. So make sure you remain the course, keep doing that you've been doing. Kama watu wanakujua wewe ni mtu mzuri unatengeneza mikeka, in the next 10 years I find you is a big industry production of those stuff unafanya kwenye ukubwa. You're growing day to day. Kwamba leo wewe bodaboda, kesho umeshaacha unachoma mandazi, kesho unachoma chapati, kesho umeshafanya hichi. You are everywhere. You fail to remain focused, because if you remain focused kwenye space moja unatengeneza authority, unatengeneza expertise. Yani watu wanaanza kusema huyu ni mtaalamu. Namtumiaga sana rafiki yangu, kaka yangu Dr. Mwaka. Dr. Mwaka amekuwa kwenye space yake for many years, na mpaka tunafikia hatua tunamuita doctor. Sisi wateja wala yeye hajiiti, ni sisi tunamuita kwa sababu he has remained focused on the same area for years. He has built legitimacy and credibility ya kusema he is a doctor in whatever that he's doing. So I want to urge you, my dear friend, my dear brother and sister, remain focused no matter what, come rain come sun. Unasema hili jambo, I will do it. You can always change a strategy, the approach, the way you go around the stuff, but you should not change the goal. Tunabadilisha tu namna ya kuendea vitu, lakini tuna remain kwenye mpango wetu kwamba I must get here. How am I going to do it? Probably that can change, but make sure you remain the course. Unless you are far beyond 100% convicted kwamba convinced kwamba hichi nikikifanya hakitaweza kuleta matokeo. So these are the 5 enemies: doubt, distraction, discouragement, delay, disorder. These are the 5 enemies that will always eat your focus. So if you go beyond these 5, trust me, I am not a prophet, but I'm sure you're going to be a different person. You're going to reach your goals. You're going to the next level. Thank you so much. Asante kwa kusikiliza, asante kwa kuendelea kujifunza na mimi. Subscribe and keep sharing this content to your beloved ones unaowapenda. Tutengeneze utamaduni wa kuwapa maarifa, kuwapa zawadi ya maarifa. Mimi nampenda sana rafiki anayeniletea maarifa kama zawadi. So keep sharing this. I am sure kuna mtu mmoja itamvusha na atarudi kwenye focus. Thank you.